Wangapi humo wameoa? Unajua ukioa Mungu anasema anakupa kufanana naye mpaka kupumua, kinakuwa kina harufu hii, kwa sababu mnakula kitu kimoja, au sio? Na kila mtu pumzi yake, kila mtu anajua mimi cha kwangu kikali, cha kwangu cha kawaida. Unaweza ukaenda ukweli, unajua kasa mimi cha kwangu kikali, uko pale unatema pointi na baba mko na mama mko pale, unakisikia kinakuja, unaamua utoke nje kwenda, kama unaongea na simu unaamua na kichapa pale, unapambana nacho mwenyewe, hapo unasikia baba mko anakuja. Sasa kuna mada yaani unatamani kumwambia usije, subiri. Mimi by the way, mimi ni Msukuma. Mimi huwa napenda kuumwa magonjwa ambayo yanatokea ndani ya mwili. Kwa mfano homa, malaria, kichwa. Sipendi magonjwa ambayo yanatokea usoni kama jipu, upele. Mimi niliwahi kuumwa jipu katikati ya utu, karibu kwenye makalio, yaani kwa mkabala na binadamu. Sasa lile jipu lilikuwa linamtesa. Kwanza huwezi ukatembea hivi kawaida kwa sababu lina uchungu, lazima ujichanue. Unatembea kama shangingi. Watu ukipishana nao wanasema alo. Kwa sababu jamaa vipi huyu? Sasa kuna rafiki yangu akaniambia niweke plasta. Nikaa nimechapa plasta. Plasta ni kubwa, imefunika jipu na utu. Sasa nikabidi niende hospitali. Ujue ukienda hospitali kama unaumwa ugonjwa kama wa mkabala na sehemu ambazo sio nzuri, pokelewa na madaktari wa kiume, pokelewa na wa kike, kwa sababu woga wanatabia kushare umbea. Nimefika pale, nimejichanua, daktari akasema liko pabaya. Na ni kweli liko pabaya. Akamuita mwenzie, Jasmine njoo. Nimefika pale, Jasmine anauliza kuna nini? Akasema kaka mbinulie na huyu. Nimebinua pale, akasema liko pabaya. Ashura. Nikasema hiki kitu hiki. By the way, wengi sana tulipokuwa tu wadogo, watoto wadogo, au si? Tulipozaliwa, tulikuwa tunalala na wazazi. Ukiwa mtoto mchanga ulikuwa unalala na baba na mama. Hebu ushakukaa ukajiuliza kwa nini unakuwa unajitambua, unajikuta unalala peke yako? Kuna sehemu ulizingua, kuna vitu ulishika si rasmi kushika, ukawa ni changamoto kwa wazazi. Baba anatoka kazini kutafuta hela, unakuta mtoto unakatika. Baba anasema hii si ya jana hii. Bali bwana anachora mtoto. Kuna vitu ambavyo mimi waga sipendi kufanya, kama kuombewa. Sipendi sana mimi kuombewa kwa sababu nishebu kutanaga na changamoto kuombewa na pasta ambaye ananuka mdomo. Yule baba alikuwa na changamoto kubwa sana. Wajitahidi mapasta kuwa wasafi wa vinywa. Mimi alikuwa ananiombea, anapokuwa anakemea, mimi ninapokuwa nakunja sura yana naona ni pepo linambishia. Sasa ikabidi mimi nianguke. Kwenye kuanguka kanifuata pale chini. Anasema mwachie mtoto watu. Mwachie. Sasa ikabidi nitoke pale niseme mtumishi unanuka mdomo. Wao wanajifariji. Yamkini unaweza ukaona mimi nanuka mdomo kwa macho ya nyama, lakini kwa macho ya roho ni harufu ya Kristo. Haleluya. Akasema wanawake msio rahisi sana jamani. Kwanza inatakiwa mwanamke mchanganye mwanaume wako. Mchanganye. Wanawake asilimia kubwa mnahongwa hela ndogo ndogo kwa sababu mnaendekeza njaa. Kwanza mchanganye, hata kama bwana wako akiwa na hela mchanganye. Kakutumia 200 mrudishie muamala. Tajiri maraha. Mrudishie muamala, afu mpokee. Mimi sijakupendea hela zako.
nauli, rudisha muamala, alafu mwambie swala la kuja kwako sio la kunipa hela mimi. Nakuja. Alafu kitaka mwanaume wako mteke, unamkopa. Nawapa mbinu hiyo. Unamkopa 300 namwambia, "Baby, kuna changamoto hapa nimepitia kama 2-3 hivi. Niazime 300 nitakurudishia baada ya siku 2." Sasa ushamrudisha 200, anakuchapa hiyo 300. Siku yani baada ya siku 2 rudisha, baada ya siku 1 urudishie na kutolea. Baby, bwana kuna vitu kuna michango ile nimepigia kaka, sawa, hii hapa hela yako. Anaanza kuona huyu wife huyu mke huyu. Lakini hiyo michezo usije ukaifanya kwa mwanaume ambaye hana hela. Anakutumia tena unarudisha muamala. Anasema huyu mtu huyu. Ukija ukimkopa laki tayari wewe mjamzito. Alafu wanaume ambao tunaenda kwa vizazi vya karibu, si kwa nini? Tuna vizazi vya karibu vibaya mno. Yaani unakuta baba tajiri, unakuta tajiri na watoto wawili. Alafu maskini akiangalia na watoto 7.5, yani nusu ni mimba. Ipo tu pale afu kimwangalia mke wa tajiri anasema ese anacheza na pesa za jamaa. Wanaume ambao hatuna hela huwa tunafidia. Hapo tunasemaga nazaa, huwezi jua nani atakusaidia wewe. Kitu ambacho mimi nimekuja